Karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha saikolojia, malezi na ufundishaji au ujifunzaji. Kwa siku ya leo tumekuja na mada ambayo inahusu matawi makuu mawili ya saikolojia. Tawi la kwanza tutakalozungumza ni kuhusiana na saikolojia ya makuzi na malezi ya mtoto, lakini jambo lingine tutazungumzia saikolojia ya elimu. Mtoto anapozaliwa tunatarajia mtoto ataanza kujifunza vitu mbalimbali. Anapoanza kujifunza vitu mbalimbali, hiyo ni elimu anaipata. Aidha ni katika jamii au ni katika taasisi nyingine za kiserikali au za watu binafsi. Lakini kingine ni mtoto anakuwa kadri anapopata elimu, pia kuna makuzi ambayo anafikia. Sasa tutazungumzia makuzi. Makuzi ni nini? Tunapozungumza habari za makuzi ya mtoto, tunasema ni mabadiliko yanayotokea kwa mtoto tangu kutungwa kwa mimba, kipindi cha mimba chenyewe na baada ya kuzaliwa kuelekea utu uzima. Hapo tunasema hayo ni makuzi. Tunatarajia mtoto huyu amezaliwa kwa kipindi fulani, ataanza kubadilika kiakili, kimwili, kihisia na vitu vingine vingi atabadilika kadri siku zinavyoenda, kwa kuwa huyu mtoto anazidi kukua. Na katika makuzi tunategemea mtoto vitu kadhaa vichangie makuzi ya mtoto ili mtoto akue katika hali nzuri. Kuna lishe bora. Lishe bora ni muhimu sana katika makuzi ya mtoto anapozidi kukua katika kiumri, kiakili. Lishe bora ni jambo la msingi. Malezi bora. Mtoto anahitaji malezi bora pia ili aweze kukua vizuri, kwa sababu pasipo malezi bora tunapata majambazi, tunapata watu ambao wasiofanya kazi ni kwa sababu tu ya kutokuwepo na malezi, lakini pia tunapata watu wasiomfahamu Mungu kutokana na kutokuwepo na malezi sahihi kipindi akiwa mtoto. Kingine kinachohitajika na kikubwa zaidi katika makuzi ya mtoto ni uchangamshi wa awali. Wakati mwingine unaweza usinielewe uchangamshi wa awali ni nini. Kuna faida kubwa sana kwa mtoto mdogo kuchezea vimidoli mbalimbali, kwa sababu hivyo ndivyo vichangamshi vya awali. Sasa tunaposema vichangamshi vya awali maana yake ni nini? Vichangamshi vya awali ni hitaji mojawapo katika makuzi ya mtoto linalomsaidia mtoto kukua kiakili na kifikra kwa kutumia vifaa au makunzi mbalimbali. Mfano, unapomnunulia mtoto mdoli achezee, hapo mtoto unamsaidia kukua kudadisi, unamsaidia pia kukua kiakili. Akili yake inazidi kukua kwa sababu atazidi kujiuliza hiki ni nini na kimetengenezwaje. Na sio movie. Watoto wa siku hizi, wazazi wengi sana tunakosea hapa, tunajikuta mtoto tunampatia simu katika umri wake mdogo huo, yupo katika kujifunza, tunampatia simu, mtoto anakuwa anafahamu movie, mtoto anakuwa anajua kutumia simu. Hayo sio malezi mazuri. Otherwise, hivyo sio vichangamshi vya awali ambavyo unatakiwa kuvitumia wakati wa kumsaidia mtoto katika malezi. Kuna kingine kinaitwa upendo. Upendo wakati wa malezi ni muhimu sana. Mara nyingi sana madikteta wanatokea kwa sababu ya kukosa malezi ya upendo hapo awali wakati mtoto alipokuwa mdogo. Nyingine ni mazingira rafiki. Katika makuzi ya mtoto mazingira rafiki ni muhimu sana, kwa sababu mazingira ndiyo yanayomsaidia mtoto katika ujifunzaji, hasa katika ujifunzaji wa lugha. Mtoto anapochukua lugha ya mazingira fulani, sio kwamba alikuwa hana uwezo wa kuchukua lugha ya mazingira mengine tofauti na hayo aliyochukua. Ndio maana ukimchukua mtoto ukampeleka Ulaya atajifunza Kiingereza. Ukimrudisha Afrika kwa umri huo atajifunza Kiswahili. Katika makuzi, mazingira yana mchango mkubwa sana katika makuzi ya mtoto. Kingine ni huduma za afya. Mtoto anahitaji huduma za afya na matibabu mbalimbali endapo anapatwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Kwa afya bora ni muhimu kwa makuzi ya mtoto. Otherwise, kama mtoto asipopata afya, huduma nzuri za kiafya, huyu mtoto anaweza kupatwa na matatizo kama mtindio wa ubongo kwa sababu amekosa huduma nzuri za afya. Asante sana na karibu katika kipindi kijacho. Mungu akubariki.